mtoshe na watoto wako mwambie shalom kwako. Haleluya. Shalom ndio kusema amani kwako. Kila mara Yesu alipokuwa anachomekea wa mitume alikuwa anawaambia shalom. Amen. Na message ya kwanza kwako leo ni kuambia shalom. Maana hii amani iko kwako na iko mjamaa yako katika jina la Yesu. Amen. Tunashukuru baraza letu kabisa kwa kutupatia nafasi tena sisi wainjilisti kusimama kusema maneno ya Bwana hapa. Haiko kawaida lakini ni neema tu. Kwa hiyo tunashukuru mchungaji na baraza kwa hii nafasi. Pia kwa wale wanijui, mimi ninaitwa mtumishi Archange Petrus. Niko baba wa mke mmoja na watoto wawili. Pia kwa kusambaza injili sana, ninafanya injili kwenye account ya YouTube. Ukila mwiko na telefone ya Android, inakusi leo magharibi utakapoingia application yako ya YouTube, unaweza ipiga mule mrecherche. Mule mrecherche ukiandika tu Archange Petrus TV. Niko na televizio ya kufanya injili yenye nilifungula kwa YouTube. Ukifungula ile televizio sio jiabone pale, utaona nyimbo zote ambazo tunazimbaka na mahubiri yote ambayo tunafanya. Na kama naona niunga mkono vile pale na support kazi ya Bwana. Amen. Amina. Tusikwe tuna support tu ya wafali, ya wawera nsoni. Unakutanaka mtu wakati unaangalia kwa YouTube, unaangalia tu vile vya pili, lakini tuko tunasupportiana sisi kwa sisi. Amina. Basi bila kawia tutasoma maneno ya Mungu katika kitabu cha Wafalme wa kwanza mstari wa 17. Tutaanzia kwa 8 yake mpaka 16 na sura 17 mstari wa 17 1 roi 17 8 jusqu'à 16. Na kwa kuheshimu neno la Mungu tutasimama sote. 1 roi 17 8 jusqu'à 16. Tutasimama kwa kuheshimu neno la Mungu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate kononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako ishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuule tukafe. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. 16. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Eliya. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza shangilia neno la Bwana. Ni neno la Bwana ambalo liko ujumbe kwa asubuhi ya leo. Amen. Unajua nilipokuwa nikifundisha hapa Muhima Asset, nilipokuwa nilifundisha kateme ambayo inasema juu ya ushuhuda. Ushuhuda nikasema ya kwamba muamri 10 za Mungu katika Exodus 20 pale inasema hivi, na wala usimshuhudie jirani yako uongo.
Nikasema kila mama anakuwa na neno ya mbaya juu ya mwingine, bado ushavunja deja ile amri. Nikasema ya kwamba kuna paka watu wenye wanalipaka transport, analipa tu transport, anaenda kwa mwenzao tu aende ampashe habari za mwingine. Na ile siku tukakonkludi, nikasema watoto wa baragumu si peke ndio kazi ya baraka zetu. Nikasema wakati unaenda kufanya, unaenda shuhudia mwingine mambo mabaya ambayo unamchafuna, unaharibisha tabia njema yake, unaharibisha reputation ya mwingine kwa kumnenea mabaya, pale pale Biblia na kuona uko muasi. Kwa maana unavunja ile amri ambayo inasema nini? Usimshuhudie jirani yako uongo. Na leo nilipokuwa nikitayarisha hii juma yote, nilikuwa nakosa benye nasoma. Hii juma yote nilikuwa nataka kama Mungu wangu, ndakulisha taifa yako nini? Siku moja mimi nalala nikalota hivi hapa hizi habari. Nikalota hizi habari za mjane wa Serepta. Biblia inashuhudia kwamba Israeli kulikuwa mfalme ambaye alikuwa anaongoza ile wakati, anaitwa Moabu. Huyu Moabu, Biblia inasema kwamba wafalme yote ya Israeli, wafalme yote washaka rejea Israeli, huyu alikuwa mbaya zaidi kuliko wote. Biblia inasema huyu yeye alifikia kwa hatua yenye anajenga madhabahu ya Baali. Anajenga madhabahu ya Baali. Ile madhabahu yenye Elia aliomba akasema, "Muombe Mungu wenu, na mimi niombe Mungu wangu. Tutaona Mungu wa nani mwenye atatenda." Sasa huyu mfalme ile wakati ndio mwenye alijenga ile madhabahu ya masanamu mu Israeli. Biblia inashuhudia kwamba Mungu akamshirikia sana. Sasa mwii epoke kulikuwa mjane mmoja wa Serepta ambaye alikuwa na mume wake. Na huyu mjane mume wake akafariki. Mume wake alipofariki akabakia na madeni za mingi. Na alipobakia na madeni huyu mjane, Biblia inashuhudia kwamba wakati yenye mfalme alifanya machukizo ya mingi mbele ya Mungu, Elia akamwendea, kwa kumwendea mara mingi, mfalme kwa bishana na Elia. Biblia inasema ya kwamba Elia alikuwa bishana na Elia. Biblia inasema ya kwamba Elia akamwambia mfalme, kwa kuonesha kama niko na Mungu, mvula haitanyesha. Ndasimamisha mvula haitanyesha muda ya kutosha. Na ile muda kwa neno la Mungu linashuhudia kwamba mvula haikunyesha. Mvula haikunyesha ile wakati kwa neno la Mungu. Biblia inashuhudia kwamba Mwisraeli mkakuwa njala ya mingi sana. Sasa njala yenye tuko nayo hii wakati. Mwisraeli mkakuwa njala ya mingi sana. Biblia inashuhudia kama huyu mjane wa Serepta huyu mwake alikuwa na Mfransa wanasema un poignet de farine. Maana kipande nama ya farine ndio alikuwa nayo mwake. Na ilikuwa inabidi afanye ile kipande nama ya farine pamoja na mafuta yiko nayo afanye mpate, afanye mkate, bakule na mtoto wake kisha makuse. Ndio ndio yenye tuko nayo hii masiku. Unasikia watu banalia krize fasi yote. Teme fupi ambayo niko nayo kwa hizi dakika chache ambayo tutazungumza pamoja na wewe, inasema hivi: quelle est votre priorité? Quelle est votre priorité? Uliza jirani yako, ambia jirani, quelle est votre priorité? Tunaongea kwa Francais kidogo kwa Yesu. Amen. Kwa Yesu tunaweza kupata na nyimbo za Anglais. Quelle est votre priorité? Priorité yako ni nini? Tukifanya interrogatoire kwa kila mtu hapa, tumuulize wale projet prioritaire yako ni nini sai? Tukiuliza madame utakana wanaona akili washamaliza masomo kasema wale prioritaire sai ni oleo. Tukiuliza makaka wenye washamaliza masomo utakana wanasema prioritaire sai nipate kazi. Mpangai mwenye anapanga priority yake sai apate nyumba. Mgonjwa naye priority yake. Kila wote priority. Ukiangalia sasa utakia kukana mshie wote sasa tunazunguruka, priority yetu ni mambo ya mwili tu. Na mtu mmoja akasema hivi, cheza na mie lakini usicheze na kazi yangu.
priorite. Dada mama mwenye alifanya franga kwa priorite yake siku moja hapa Bukavu hapa siku moja. Bakamshetea voiture. Bakamwambia tunakushetea tu voiture utoshe manguo yote ucheze. Mhoteli moja tu mahoteli. Tunakushetea voiture utoshe manguo yote. Ule dada katosha manguo akacheza wakamfilmia wakatia kwa mtandao. Sasa walitia kwa mtandao akakimbia Bukavu. Quelle est votre priorité? Priorité yako ni nini? Priorité yako ni mambo ya mwili tu. Unajua watu wenye walifanyaka Yesu kuwa priorité yao. Kila mwenye alifanyaka Yesu kuwa priorité yake hakuregetaka. Amen. Kila mwenye alifanyaka Yesu kuwa priorité, kile kenye anafanya hakukoka Yesu. Un pasteur anajiandaa siku moja kwenda kuhubiri. Aisha tarisha manguo shavala, anataka wala Biblia, mama anamuita, "Papa, mshambre mtoto anatuambia evangelist." Sijui kote. Pastor mkufika kwenda angalia, kugusa mtoto akakutana mtoto pumuzi na katika mtoto apumue tena. Mama kaanza alia. "Pastor mtoto wangu anakufa, papa mtoto anakufa, papa mtoto anakufa." Pastor akamwambia, "Mimi ndio mhubiri leo. Mtoto hajakufa, mtoto analala. Mimi ndio mhubiri leo. Sasa priority ndio kwa sababu kwanza nenda priorize kazi ya Mungu. Achie ule mtoto Yesu watoto ule mtoto. Mimi nenda mkazi ya Mungu, pengine Mungu atajipatia." Pastor akaenda mkanisa na mtoto anakufa. Pastor akaenda ubiri. Quelle est votre priorité? Pastor kuna ubiri na mtoto kule kunyumba anafanya nini? Anakufa. Mama iko nalia, mama akabalia, akamwalia manguo, "Utaenda aye." Pasteur akasema, "Ma priorité c'est Jésus." Pasteur kuna ubiri. Sasa alimaliza ubiri roho ikampatia après matangazo akasema, "Bwana mimi naenda kwa nyumba niangalie." Alipofika kwa nyumba akakutana mtoto kwa mzima. Shangilia Yesu. Kila mwenye anafanya Yesu priorité maisha yake hayakuweka desi. Kila mwenye anafanya Yesu priorité hayakuweka desi. Beaucoup d'entre nous tunafanya priorité vitu vya dunia. Sasa unaenda makope, unakutana wapi alikamata tulitia Yesu nyuma. Na siku moja pastor wetu akafundisha hapa, akasema mimi wanatiaka Yesu zero mbele cha Yesu nyuma. Sasa anaenda tafutisha yake anapata 0.1. Ndio sio ukitia Yesu mbele unatia mbele, nyuma ataongeza mazero za mingi unapata mamilioni. Amen. Amen. Quelle est votre priorité ce matin? Priorité yako inakuwaka nini? Hapa tunasoma Munerwa hizi habari za huyu mjane wa Serepta. Mtumishi Elia. Wakati njale iliingia sana Mwisraeli, Mungu akaongoza Elia akamwambia, "Wende kwanza kwenye utaenda na kutumia kunguru. Kunguru itakulisha." Unajua ukifanya Yesu priorite mambo yako maisha yako, mwi periode tunatraverse masiku ya krizi. Ukifanya Yesu priorite, Yesu atakuwa anakushughulikia tu kima